Fungua tu kinywa chako kama umeketi chini, mwambie Mungu tu asante. Fungua tu kinywa chako. Thank God. Mwambie unastahili kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna aliye na nguvu kuliko zako. Hakuna upendo nao ukishinda wako. Maana wewe ndio unatushindania, wewe ndio ulitupigania, wewe ndio unatufaulisha katika malengo mbalimbali. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you God. Thank you Jesus. For leo nitatoka kidogo kwenye ule mpango nilikuwa nimepanga, sababu nimeona sijajitayarisha vizuri kwa mafundisho ambayo nilikuwa nimetangaza. Maana nimekuwa nikiomba pale, nikaambiwa haujajitayarisha, nikapatiwa fundisho lingine nikuje niwafundishe. Maana hiyo inasemekana iko na uzito kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mafundisho ambayo tunafundisha hapa, it's not ordinary teachings. It is that, sio ordinary, sio zile mafundisho ya ile pastor wenu ule umezoea. Hapa ndio nakwambiaga ukuje, usikuje tu leo. Maana sana kuona umekuja leo, uchukue muujiza, urudi kanisa kwenu. Maana ulisema ukule nyumbani umeenda kuona mama mgonjwa hospitali. Si ndio uliambia watu rafiki huko? Uliwaambiaje? Baadhi kuona mtumio ule rashi alile. Kana kaonyoko kanwa. More than your the teachings, the kind of teachings I'm given, directly given to me by God. And he instructs me what to do, what to say, and when and how to say it. Sio ndio napata, ningependa tukae na wewe siku, hata kama ni 1 month, hama tu hiyo kanisa yenu, hawatakufa, hama tu ukuje nikufundishe. Maana ile sababu ulifanywa na Mungu ufike leo, nilipatiwa andiko, nilipatiwa neno yako leo. I have your word today, and this is the word that is going to set you free. This is the word that is going to heal you. This is the word that is going to change your life. Bwana Yesu asifiwe sana. I do prophetic teachings. I don't just do either theological teachings. I do prophetic teaching, because what I will speak here is what you are going through. But I was not with you when I was planning. I was not with you when God was telling me. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever I do, it is not that ordinary thing that you are used to. So please, I beg you, hata kama ni Wednesday, make it a routine. Every Wednesday tutakuwa tukikutana, unakuja. Hata kama hauna issue, don't come here because you want to be prayed for. Come here because you are looking for God. Mungu huyu akusaidia, kubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the Bible says we don't fight against what? Flesh and blood, but with what? Principalities. Maana hapa, wacha niwaambie kitu moja. Na mjui zile vita ambazo kama mimi naefanyanga hapa, ni vita vingine vicious, mbaya. Sasa unaweza kuona kimtu kama hiki ufikirie kimekuja hapa, kimekuja kuombewa, lakini hakijakuja kuombewa. Ni example natoa, si wewe. Ama chama nimeona umestuka sana. Sema kama huyu amekuja hapa, unafikiria amekuja maombi, ama umefikiria anakuja matatizo fulani, lakini hana matatizo, ni kutumwa, ametumwa. Na hawatumwi sasa na shetani kule kwingine, wanatumwa na mabishofu, wanatumwa na mapasta, wanatumwa na waganga, wachawi. Yes, of course ni territory ya shetani, lakini unakuta ametumwa purposely. Unakuta mtu kama Awor, huyu mama ndefu mrefu, ametuma huyu mama, amemwambia nenda na ukae kwa hiyo kanisa, uhakikishe umeibomoa. Maana Awor, tumesikia watu 2 3 hapa wakiongea. Si ule mama alisema wenye alikuwa anatengenezwa na huko nyuma, unakuta huko mbele hawapedi, wanapenda nini? Ya wamama ya huko nyuma. Na alikuja na akatoa ushuhuda hapa. Simulisikia? Na yule pastor mwenye alikuwa anamfanyia hiyo yote ni second in command kwa Awor. Sasa unasikia hiyo maneno, si unaona ni kali sana? Sasa utachukua pastor ni mtu wa Mungu, kumbe ataenda kugeuza na kuambia Mungu anatakaga huko. Ni watu hawasomagi Biblia vizuri. Ama si ndivyo hiyo mama alisema? Simulikuwa hapa, wale alikuwa hapa. Alituambiaje? Ati aliambiwa hiyo maneno ya hapa nyuma ni watu waliichukua vibaya, inakuwaga ya Mungu. Tukigeuza hivi vizuri itakuwa ya Mungu. Sasa utawachana na huko, utakuwa kienda, maana hapa ni kigogona. Hiyo mama alikuwa hapa. Alituambia ni nani? Ni mtu ya Awor. Na huyo mtu namjua, alikuwa anaitwa Makwere. Makwere alikuwa deputy ya huyo jamaa. Alikufa. Sasa angalie maneno kama hiyo. Sasa ni mfano natumia, sisemi wacha tutumie sasa huyu. Sasa huyu ametumwa na Awor.
Kazi yake atakuja hapa na akae hapa purposely make sure hapa tuendelee. Ndio unaonaka kama mshirika kazuri, unaonaka kama mtu mpaka wanampatia pesa ya kutoa sadaka. Akiitisha fungu la 10 ndio hii. Akiitisha sadaka ya fulani ndio hii. Lakini ukifika huko tupigie simu ndio tukupatie direction mahali utagogea na mahali utaogea. Sasa unaona hiyo ni vita moja. Sasa unagogana na mtu ambaye ni mshirika wako. Na ako wapi? Hapa. Mwingine ndio akatumwa, ametumwa na mwingine, ametumwa na Manyuru. Sasa pastor wetu ako wapi? David yule. Simama David juzi hapa ameokojewa hapa chini. Na pastor unajua kwa Manyuru. Ameokojewa hapo chini. Na deputy pastor wa Manyuru. Ati wewe ndio David? Habari yako mtumishi wa Mungu. Mkubwa anataka kukuona. Akupatie kazi na akufungulie kanisa kubwa. Naongea uongo? Ulishitwa nilijuaje? Naongea uongo? Ni ukweli. Si unaona sasa? Huyu sasa ndio nimeweka hapa kama msaidizi wangu wa kunisaidia kazi. Amenyemelewa. Sasa baadhi ya vitu kama hizo ndizo napigana. Wewe unaonanga tu kama mtu kamevaa suti mzuri kamekaa, lakini shida ile niko nayo ni mingi. Bwana Yesu, that is why God told me utahubiri normal, utahubiri prophetically. That's why all my teachings are prophetically guided. What I had planned to teach in the morning, imeongolewa yote, imeondoka. Sasa nimeambiwa fundisha hii. Kwa sababu walijua nikiplan, walituma satellite zao wakajua ile kitu. Sasa walishagoga, walishaweka mtego. Naye Mungu kumbe ni mjaja, akatengeneza ingine bila kuniambia. Sasa hizi nimekaa kazi ni 13 nimechelewa nikigojea kuambiwa unaenda kuhubiri nini. Sasa wakati nimeambiwa nimekuja. Sasa unaona hiyo vita? Nilikwambia this is not a church, this is an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unajua sasa hawa watu wa kutumwa wamefikiria ni tule tukanisa wanafugaga. Hii itakuua. Utakufa tu utakoda. Ukienda huko watu wa barabarani wanasema huko na ukimwi, madaktari wanasema hauna ukimwi. Ukienda kwa mafamilia yenu yote baka wanakuja wanakuambia andika wiro maana una ukimwi unaenda kukufa, baka unaletewa dawa. Daktari anakuambia hakuna ukimwi. Kumbe ni kunyonyo, kupinywa, kusema kupinywa na pinywa polepole, unapinywa. Sasa mimi napatiana notice saa hii. Watu wa kutumwa kwa sababu mko hapa. Watu wa Aoru kwa sababu ninaona wako hapa. Watu wa huyu mzee anaitwa Manyuru. Watu wa Mugaga mwingine, ni watu wa 6 wametumwa na tuko na wao leo. Tafadhali kutoka leo judgment yako imeteremuka na utaanza kukoda. Utakoda, ukode mpaka mgogo shikane na tumbo. Na Mungu hata kutoa hapa, utakaa hapa. Nimekukamata, utakaa hapa. Tutakuchugulia ukikoda. Tutakupiga. Nimeambia watu wangu kwa sababu niliwaambia ni nani na ndio wanapiga picha, ni wanawapiga picha for reference, for future reference. Yes. Ndio mtajua mnadiriki na nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mnaona jamaa amengangana leo za kupiga picha? Ni nyinyi anapiga. Ni huyo amewachukua wote sasa. Si mmewachukua? Thank you. Forces that hinder you from breakthrough. Forces. Na ukikuja kanisa hii, mtu anakujaga na notebook. Hii si kanisa ya ola papa. Ni ya najua umeabiwa. Eda huko akwali ya kigoke mwanohone. Ni kwali ya kigoke mwepati. Chukua neno. Mimi ufundisha. Kabla sijanena neno, ninafundishaga. Come with a notebook. Because you will need this in the future. You will need this wherever you are, because God is raising intercessors. Unajua nilikuwa nasikia Mungu akinizungumzia leo akaniambia Kenya is a giant. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenya is my son, my child. It has got powerful intercessors, but they are all sleeping. God, Mungu anasema amewainua, already ametayarisha watu. Anataka kupeleka Germany, anataka kupeleka Spain, anataka kupeleka America, anataka kupeleka Canada, anataka kupeleka Uganda, Tanzania, all so that you can go, because kufika tu kwako kule utakuwa moto, unahakisha moto.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana akaniambia inua madhabahu yangu. Wale watakaopitia hapo kwa hiyo madhabahu nitawainua na nitawatuma kule nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri. Sasa angalia, utatumwa, utaenda Germany. Utaenda kuambia nini? Kuna kitu miandika, hakuna kitu uko nayo. Utaenda kuwauliza, Genesis iko Revelation kana iko Matthew. Sasa nauliza mtu, Genesis inakuwa Revelation ama inakuwa Matthew? Wewe Genesis inakuwa Matthew ama Generation? Revelation. Yeah? Ndio msimesikia. Genesis inakuwa Revelation. Sasa Mungu sasa atuma mtu kama huyu. Si unaona ni confusion itaenda huko. Na anasema Genesis inakuwa nini? Revelation. Bwana asifiwe sana. Wacha tuangalie the forces, vyombo ambavyo husababisha wewe kukwama. Failure for you to get the breakthrough. We shall be looking at the book of Genesis 49. The book of Genesis 49, and also we shall be looking in the book of Matthew chapter number 1. Matthew chapter number 1, or rather Hebrews chapter number 5, verse number 8. Let us look at Matthew chapter number 49. And Jacob called his son and said, gather together, that I may tell you what shall befall you in the last days. Jacob, the father of children, he called them, akawaita, akawambia, kujeni niwaambieni what will befall you. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, how many people have spoken about your life? There are many people. Some you don't know, some you know. Jacob called his children, akamwambia, njooni okaite mwere matuko manyuma marigiririo uria magakorwo mari. There are people that a team somewhere, demonic team, sat down and they planned and they said what you shall befall you. Kuna watu walikaa kikao na wakapanga na wakasema ya kwamba hautawahi kufaulu. Kuli andu maikarire gikaro. Kuna watu walisugumusa na wakasema hakuna mahali utaenda. Hao hawajui. Unajua baba yako, unajua pastor yako, unajua yule alikuroga, unajua yule alikulaani. Wao ndio unajua. Lakini kuna vikao vingine vilifanyika. Kuna vikao ndio uweze kulaaniwa, ndio uweze kuingililiwa, ndio uweze kuona matatizo, kukumbana matatizo ambayo unayakumbana nao. There is a seat. Kuna kikao kilikauliwa. Kuna mipango ambayo ilifanywa mahali where you don't know, na ikakutaambiwa hivi ndivyo atakuja kukua siku zake za nyuma. Kuna kitu kimeandikwa, kuna kitabu kimeandikwa kuhusu jina yako imeandikwa, sura yako imewekwa huko, na wamesema siku huyu mtu, masiku hiyo ikatakuja, hivi ndivyo atakuwa. Na hivyo ndivyo wamejikuta huko. Because they planned, they organized, walipanga mipango hiyo na wakaiandika chini. Sasa wewe haujui. Wewe unakaaga tu unasema oh haleluya, unaenda kwa kanisa oh haleluya. Kazi yako ndio unakuta sasa umetumwa na Aworu ukuje umonite kanisa, upige mchungaji, uharibu kazi ya kanisa, na hata uwekee apostle sumu. Kwa sababu huyo mtu wa Aworu amepatiwa kadawa akuje tu aguse. Aidha kwa maji ile na kunywa, kwa kachai kale na kunywa, ama kwa kachakula kale na kunywa. Sasa hiyo ni kikao. Ndio atumwe. Hakutumwa kwa sababu waliota. Hakutumwa kwa sababu kulikuwa na neno la kinabii. Hakutumwa kwa sababu kuna jambo fulani. Alitumwa kwa sababu kulikuwa na kikao. Na wakakaa na wakaulizana, huyu mtu tutamfanya namna gani? Wakatuma. Ukiona wamekuja physical, walikuwa shatumana spiritually. Spiritual ikashidwa. Sasa wametumana physical. Wakachagua kamama ama kamjamaa, wakauza ni nani anaweza kuenda huko kumaliza huyu mjamaa? Kamama kakasema ni mimi, ama kamzee kakasema ni mimi, kakakuja. Na kakakuja kakapanga masetrate. Sasa ukienda ukitumwa mahali kufanya hiyo kazi, unaitaka kwanza unafanya kitu inaitwa spiritual mapping, una study. Unaangalia kwa hiyo kanisa kama kuna intercessor, wanagoka intercessors wanamaliza. Wanaangalia mapasta wale wanasupport huyu apostle wanakaaje. Wanajua ni David na ako na jaja, wanajua huyu tutadili na yeye na tubo. Wanajua sasa ni huyu na ako na matatizo ya rent, wanadili na yeye kwa rent. Wanajua huyu na yeye matatizo yake ni wasichana. Wanamwatafutia warembo wangapi? 3, wanashaini kama nyota.
Mzee akiona wasichana unaona mpaka anatembea hivi. Kimuuliza ni nini? Ni dina manyoya dere kwa lile huko. Amehejeka maisha. Sasa wana attack the whole, and that is how they attacked your life. Hivyo ndivyo walivamia biashara yako. Hivyo ndivyo walivamia ndoa yako. Hivyo ndivyo they didn't start it yesterday. Ati sasa ile ulianza kuona ata ni dinamenya ni dirako lie maundu makwa mahitana orore mwe apostle ni eta makanio na ndirari woneke todo ni last week me koreto the faithful all these years I've been serving in church. All these years I've been doing this. Oh, apostle, I don't know ni atirona. I'm just feeling like I can hate God. Wewe si umuchukie uone kama atakoda. Utakufa na utaendelea kuitwa Mungu. Hii maneno imekuwa kukia leo, sio ya jana, sio ya juzi. Hii kitu ilipangwa 5 years ago. Hii kitu ilipangwa 10 years ago. Hii kitu ilipangwa 20 hata kabla uzaliwe ilipangwa. Ni season ilikuwa haijafika. Walijua watakugoka at your 30th. Watakugoka at your 40th. Kumbe walipanga hata kabla mama yako na baba yako hawajakutana. Kwani Yeremia si Mungu anamjua? Nilikujua hata kabla hujazaliwa. Kwa hivyo mipango ya Yeremia ilipangwa kabla hajazaliwa. Mipango ya maadui wako ilipangwa kabla hujaanza hiyo safari. Sasa unakuja hapa kuombea ati imagine I was doing very good. My business was so nice. Oh my God, holy. My business bako unajaribu kulia kwa sababu venye imeanguka, ilianguka last kutoka January, February, March. Hapo ndio vitu vili collapse. January, February, March ni kule wali program. They programmed that years ago. Na wakajua 2024 January hapa ndio tutamalizia huyu mtu. Sasa wakati wa January ikifika, maneno inaanza kuteremka, unaanguka chini. Watu wanaanza kukuombea, wanasema ni yule mama. Unaona yule mama mlikuwa mnatembea naye, huyo ndiye alikoroga. Hata tulikuwa tunaona huyo mama hakuwa in the program. Ni coincidental mkakuwa mko na yeye. It was by a coincidence mlikuwa na yeye. Wakati season yako ya kuporomoka ilifika, that is the time huyo mama alikuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si yeye. Program ilikuwa ya kitabu. So that is why we normally speak to understand what are the forces that hinder your success. If you can be able to know the forces that hinder your successes, the hinder that your breakthrough, utajua kupambana na utaanza vita zako kabla vita haijaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaanza nini? Vita kabla hazijaanza. Maana vita ya mtu anaitwa Yeremia ilianza kabla haijaanza. Ilianza kabla hajazaliwa. Ilianza kabla baba na mama walikutana, kabla guka na shosho walikutana. Hiyo mipango ya kumtetea ilianza kabla hajazaliwa. So na wewe anza mipango ya miaka 10 inaje kuja. Anza mipango. Wewe ambaye hauna mtoto, anza mipango ya mtoto. Bwana Yesu, hata kama hauna onokoro doi kana ukagya kemuthuri. Onokoro kana ukachamani na mundu. Mwathani agocwo. Just answer mpango ya kukava mtoto wako, hata kama hauna nyumba yako, unakaa nyumba ya kotoni ya kukoboa. Hata kama hauna, answer mpango ya kuprotect nyumba yako. Hata kama hakuna dalili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaangalia hii kitu imejitokeza tena kwa mtu anaitwa Abraham. Abraham hakuwa na mtoto. Abraham alikuwa anang'ang'ana kutafuta mtoto, lakini Mungu akamwambia kizazi chako kitaenda kwa utumwa wa miaka 400. By then Abraham didn't have a child. So hakuwa na time ya kukanzo hiyo. Maana kama ingekuwa mimi ningeambia Mungu hapana, kizazi changu nimekataa, hakitaenda kwenye utumwa. Lakini because he didn't have a child, hakuwa na mtoto. Na matumaini yote ilikuwa imekuwa zero. Baka Sara na Abia utapata mtoto anashindwa, how now? Ni heka uduka mugero ati no ugie mwana ugi how now? Kuna kitu unaweza kuambia utakuja kukua na nyumba muthaiga. Na uja ona gicagi kwa nyundu wa hao utakuma. No ni urero muthaiga ni ukoria how now? Githe heke mundu ta giki kiraharirio ni gigakorwo na nyumba muthaiga gicoke gitigakorwo kina mutumia nake mutumia ni agakorwo umite gwake oke tucamanie na ge nyumba muthaiga. Yake usitoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitoke. Mungu akubarikie hapo huko.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini things can happen. Things do happen. Ndio nakwambia, whatever that your future, the vision, ile maono uko nayo, maono yote unaonaga the end, ndio unaonaga ikiwa the first. And the first, you see it from the end. What you are seeing, you want to drive a car, you want to own a house, you want to do this. This is the end. But how will you go to the end? The end, from here to the end, it is you and your God. So you cover the journey from here, ya kuenda mpaka pale vision yako ilikuonyesha utakuwa na magari. Kwa sababu kutoka hapa, kutoka pale huko na pale gari iko, ni pale. Utanunua gari ukiwa na miaka 60 na uliona vision ukiwa na miaka 12. Sasa angalia hiyo safari. Ukokorogera ile koginyo gakinya miaka 60. Ni mambo magumu. Kwa hivyo hii safari unaikamata, hii safari. Kwa sababu hii safari ndio muhimu kuliko mahali unaenda. Maana hapa katikati, hata kama ulikuwa na vision utakuwa pastor mkubwa, ama wewe ndio utakuwa mdhamaki, ama wewe ndio utakuwa nini, hapa katikati utanyongewa tu. Hapa katikati, hapa kuna majabasi kutoka kwa Waoro, hapa kuna majabasi wamebeba sumu, hapa kuna majabasi wamekuja na usherati, hapa kuna majabasi wamekuja wamevaa sura musuri, wamengoa nywele zote, wamepaka rangi, hapa kuna majabasi wako hapa, wote wako hapa, na wanakuja wanataka kukukamatia wapi? Ndio usifika kule. Hawata kuulisia kule, watakugoja hapa. Ukienda sasa kuvuka hivi kwenda hivi, wanakamata na wanakugoga, wanaweka chini. Ndio unakaaga sawa tigini, unaonanga tumekaa sura baya. Mnafikiria ni huyu apostle naye mbona amekaa sura baya? Si kupenda kwangu, ni kukuona nimekuonea 18. Nimejua ino nenyo kena. Nikuona umereda kuona unaigoga kabla haijakuuma. Because sometimes tunajikutaka kwa hii maneno. Tunajikuta kwa magerio. Sasa kujikuta kwa magerio uko ndani. Umeingia ndani ya uko mutondo-ine. Urani digitika giokege kugucia. Hado rikire mutondo-ine ndurugena gukonya kine. Katika bodesha kwa nemeigwa, bodesha kwa nemetare. Uharura kwa gukomoka kwa nemetare no ndukaikire mutondo. Tondu woka kugucia mutondo-ine kugucio negetika na no gikogotore kugu. Bwana Yesu, kama ushaiona gari imevurutwa kutoka kwa mutondo ikatoka huko ikiwa poa. Si lazima itakuwa na maijari. Sasa badala ugoje kuja kuvurutwa, afadhali ungangane na thorns za huko kule, wewe ukanyage thorns huko, zikuduge ukutane na dhafai ikuchome. Dhafai utafanya samani, tulikuwa tunafanya nini na dhafai ikikuchoma? Nani watu wangapi wanajua dhafai? Ndio na moyo dhafai. Ukiatabiro ni dhafai mudo kakake. Ate nini? Utafanya mtu wako hapa atapike. Mtu wa Mary. Tuhaka kemira. Dhafai yogadira. Kila kitu eneo kijali ya moni yorona hiyo. Na mwana moni ni waka. So these are things that are happening in your life which you need to look. Na ndio sababu unaona tuko katika mateso. Ndio sababu tuko katika hali kama hii, kwa sababu ya kukosa hekima ya kujua how to deal with this journey. Wachana na hii ya kuzaliwa. Hii ya kuzaliwa was taken care of because you didn't know. Mama yako alijaribu kutoa mimba yako, baba yako alijaribu kufukuza baba yako, ulienda hospitali, mama yako akadungwa shindano karibu kutoe, lakini God protected you. But now the journey hapa, it is in your hands. Hapa to the vision, it is in your hand. Paka hapa, this is now where you know how to navigate. You know how to sit down under an anointing that can be able to cover you. Anointing that can be able to protect na kukupigania. So let us look at forces that hinder. So these are forces. What inazungumzia hapa hiyo. Hapa kutoka pale kukuja hapa. Tunaziita nini? Forces. Ngumu, nguzo. Mizimu, vitu ambavyo ni vikubwa, viko na uwezo, and they are vicious, and these things you don't see them, they are spiritual. Sasa wewe ukifikiria utangangana na hii matatizo physically, utaumia. Hizi ni vitu vinakutarget spiritually. Bwana Yesu asifiwe sana. They target you what? Spiritually. And these are number one, generational curses. Bwana Yesu asifiwe sana. Generational curses. This is the most challenging problem that we have in our life, that we are operating in generational curses, but we don't know how these generational curses happen. In generational curse, it happened 10 generations away from you.
5 generations away from you, 3 generations away. So hata ujui ni shosho wa shosho na hukumkuta. Na mama yako wakati ulizaliwa ulimkuta ni bontao, hata anakuagi shughuli na mashosho, ni mtu amelelewa town, hajui chochote. Si kama nyinyi sasa nikimoe leo mlelewa town nini wewe ulelewa huko Nairobi, si shosho unamwoniaga kwa gazeti, alafu ule shosho wa Madhiri pale, huyo sasa ndiye anajua shosho. Sasa what do you know about your generation? What do you know about what was said long time ago? Because hakukuwa na watu, hatukukuta maguka walitupatia kelele, hatukukuta maguka ambao walituelezea ati guka fulani, guka Kenyajui. Kulikuwanga na guka Kenyajui mwenye alikuwaga muganga, kulikuwaga na guka Kenyajui mwenye alikuwaga mchawi, kulikuwaga na guka fulani mwenye alikuwaga, na hiyo kitu ilihama ikaenda hapa, na hiyo kitu kingine ilihama ikaenda. That historical background hatuna. Saizi you are facing challenges but you don't know. Kube they are generational curses that are operating in you. And if you look at the, Genesis chapter number 49, you look at Jacob akiita watu, and Jacob called his sons and said, gather together that I may tell you what shall befall you in the last days. Not in the first days, not in the middle days, in the last. What are the last days? The last days is when you are getting into your destiny. No, he was now telling them, this is what will befall you when you will be about to get into your destiny. And now it is him who is releasing. Yeye mwenyewe ndiye anaachilia. Si shetani, si mtu mwingine, si watu waoru, hapana, ni yeye mwenyewe, baba mzazi. Twende verse 2. Gather together and hear, you sons of Jacob, and listen to Israel your father. Gather together, okai muke muthikiririe thoguo uri arada kumwira. Ni baba watoto, si mchawi. Sasa niambie wachawi, haukujua walikupagia. Wabie guka, ule guka wa guka venye maundu maria ugire. Shosho maundu maria ekire ni mama rakuri omuthi uyu. Ndoi. Haujui kabisa. Inasema gather together. Verse 3. Reuben. Sasa nisikilize hapa vizuri. Reuben, you are my firstborn. The firstborn, the first fruit of Jacob. Kidu kiria kia mbere, mbegu ile ya mbere. Na unajua mbegu ya kwanza inafananaga na baba. Mnajua hivyo? Hii mbegu yake kama alitoa original. Na sasa mnyinyi mlikutana na wazee wametembea kama waroigi, wametembea mpaka wamechoka. Mahia nileke kwa no haria mathia makioboro uguo. Ule mwanaume ule alitoa the first one. Wengine wetu zetu za first one tulifanya masturbation. Hakuna wachache sana wanaweza kutoa ile, unaweza kuambia walitoa. Maana sasa kama mtoto yako kwa secondary na anafanya masturbation, ni kumaanisha hatatoa the original, ile mbegu ya original ya kwanza. Because mbegu ya original ya kwanza ndio nguvu ya mwanaume. Sikiliza hapa. Reuben, you are my firstborn, my might and the beginning of my strength. Kwa sababu ilikuwa mbegu ya kwanza, hakuwa ameipeleka kwingine. Sisi tulikuwa tushapeleka, imechukuliwa na roho kule. Hivyo hatukutoa mbegu kamili. Tunasemanga kale umezaa ndio firstborn. Lakini that is not your firstborn. That is not your strength. That is not your mighty. Kale kabego ka kwanza. Wewe ulitoa kabego ka kwanza ukiwa na miaka ngapi? After circumcision ama after high school? After high school. Na sasa kama masturbation ama kakuhuruja huko. Tuseme ni masturbation. Tu baptize hivyo. Na wewe kako kalitokaga wakati gani? After circumcision. Kama masturbation hivi. Kasichana kale kadogo. Sinona. Sasa kalizaa. Ulizaa na hiyo bego? Hakuna. Sasa hapa sisi wote, sisi watatu, we don't have a first fruit. Hatuna strength yetu, hatuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Idweru ishena ile toena sio. Hutile strength yetu. Hakuna kabisa. Lakini Jacob anasema my strength, my mighty. Ile bego ya kwanza ya mwanaume.
Na hiyo ndio inakuwa strength ya mwanaume, na ndio inakuwa might ya mwanaume. Lakini angalia, my mighty and the beginning of my strength, the excellency of my dignity and the excellence of power. Hizo vitu zote zinakuwa na hiyo bego. Mimi yangu nilifanya masturbation nikiwa kipi. Hata sikuwa nimesakamusaisiwa. Nikiwa nini? Kipi. Kwa maiti. Sasa angalia kule nimeacha power yangu wapi? Kwa maiti. Nimeacha excellence yangu wapi? Kwa maiti. Dignity yangu wapi? Kwa maiti. Wewe ungeshoka kugecia na ici ingĩ ciranyua fagi. Hinya waku wothe wa uteire mũgũnda-inĩ. Ama kupitia kwa whatever it was. 20 verse 3, verse 4. Unstable as water. Sasa angalia hiyo Musa ameanza kuongea maneno paya. Na ndio nawaambiaga, if you are sitting under, there are two people who are very dangerous. Your father and your spiritual father. The man you are sitting under sasa hivi mnaniona hapa. I am not a good vessel for you to kukaa karibu sana na mimi. Naweza kukuharibia kabisa. Ama your father mwenye alikuzaa. Angalia hivi, sikiliza hapa. Unstable as water, you shall not excel. Niko na uwezo wa kusema hivyo hapa. Na sio lazima nitagase. Ni kusema huko. Huyo kuna mahali anaenda. Huko kitani tani. Huyo dagadi kodo. Nimekufuka. Because you sat under me and you listened to me. You are over my authority. You are under my authority. And in my authority, niko na muthegi. Dena that bukwajo wa power. Niko na nguvu ya kibikudi. Yoyote chochote ambacho nakisema, nimewaambia tu hapa. Nilikuwa nimekaa huko nikigojea Mungu atanipatia nini? Sasa whatever I'm speaking, I had not prepared for it. Nimeambiwa chukua kalamu haraka andika. Nikaandika. So it is not me who is speaking. Reutini. Oh no, ni mwathani. Reu ni mwathani. We thini wakwa ni oraria. Joke de thini rudi haha. I corrupt it and I say, ndagikurengeria na ndunamenya kana ndakuruma, ndunamenya kana ndaria oru, nimekumalizia. Sasa kama hawa tunasema wa oru, unafikiria ni nini inafanyika kwao? Wameraanika. I can assure you for free, wameraanika na hakuna kitu kitawafungua, because amekuja ku grieve the spirit of God. Amekuja ku grieve what God has installed, what God has ordained for the season. Because this is the revival, and if no one will be able to stop the revival, akina Warren na hao wengine wote, akina TD Jakes, akina Benny Hinn, those are out, walishamaliziwa. They are not part of the revival at all. They were not part of the revival. Bwana Yesu asifiwe sana. There are people, they are in the other side of the world, but they are part of the revival. Mtu kama Ruto is part of the revival. Kama mjui, mnaweza kumchukia na mfanye mambo yote, he is part of the revival. Si amefinya Wakikuyu mpaka amerudi kwa mlima. That is, hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Na kazi yake imeisha. Wakati utaona Wakikuyu sasa wamerudi pamoja, wameshikana na wameita mgumu moja, Ruto atakufa siku hiyo. That is his work. Hiyo ndio ordained for that purpose. So he is part of what? Rigade na kufinywa na kwake kwote, he is part of the revival. Lazima kugetolewa kitu ya kufinywa ndio musikie huruma. Wachana na hii akina Martin wa Janet. Akina Martin wa Janet ni ya hapa, ni ya hawa watu hapa. Mage ndio wanataka kuinua, kupigana na revival isiingie. Kwa sababu wameona revival imeshapita. Ilikuwa iagukiwe hapa kwa Gachagua na Kindiki. Sasa ikakataa, tukaenda mlima tukakataa. Sasa wameingia kwa watu. Walikuruta as many people, young people, wakokane na huko nyuma, wainue madhabahu. Tutawabomoa. Rigadi alitumwa huko, alibomoa mkutano wa kubomoa. Alibomoa. Sasa hiyo ndio kazi ya Rigadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ako ndani ya ofisi yake. Akimaliza hiyo kazi yake yote, atarudi kule kwao. Na apumzike, aangalie sasa timu hiyo ingine ikifanya kazi. Revival inafanywa na marogo. Na marogo inaenda kwa marogo. Kuna wale wako sasa pioneering, kuna wale sasa wako wanaendeleza, lakini kuna soldiers, kuna AP, kuna GSU, kuna polisi wa trafiki, kuna hawa wa vijiko wanaitwa nini? NYS, wako wote, na kila timu inafanya katika wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Unstable as water, you shall not excel. You shall not what? Oshene fafa wanyu. Yo akwirogo. Dogatherema.
ugoturata mai mairo toini, you will never be stable. Because you went up to your father's bed. Ati alienda kwa baba, kitanda ya baba, akachukua akashugua, akajitoshelesha nako. Unajua how do you go? Kuthi kitanda ni gya thogo ni gweka atia? When you come to a place like this one, I am your spiritual father, but you sit in a corner to discuss me. Wathi kitanda ni gya thogo. You go, you sit and you coalesce together and have a discussion against me. Or I tell you what to do, but you fight me. You fight what I'm saying. You fight the people I've sent you. You fight the people that God has appointed this time. Korumamo hujeka na koruma thogo in any way. Unstable you are, you will never succeed in life. You will never. You will remain cast. You will never excel. Because you went up to the father's bed. Ile kwenda kuchida. Ukiwa hapa wewe ni mzuri sana. Apostle ni mzuri sana. Lakini toka pale. Apostle akoroga mudo mara ya muri muno. Apostle viyaga. Apostle unaenda kwa tunyumba to watu. Ukisema mambo ya apostle. Wewe umeingia kwa kitanda ya baba yako. Unstable you are. You shall never excel. If you have ever in this church. Uko hapa. Na ulifanya hivyo. You will never excel. Not until you come and kneel before here and seek God. And it will take you time because already the judgment ilishaachiliwa. Judgment ikiachiliwa, Mungu atakusamehea. Lakini kama alikuwa amesema amekufuga kifungo ya miaka 7, lazima utoboe hiyo 7. Although pardoned. Umeachiliwa lakini lazima utoboe miaka 7. Sasa jiulize, hii ni judgment yoliyagira. Jiulize tu, inaweza kuwa ni judgment. Mungu anakupenda, Mungu alikusamea, but kuna judgment inapitia. Paka umefikiria, ninaona umefikiria vizuri. Jiulize inside you, could I be facing a judgment? Because God will forgive you, but the judgment will go through. Because what? You try to stop his work. God gives you, when God has given you a responsibility, that is not the pastor in charge, that is not the manager in charge, that is not the person in control. It is God that has given that responsibility. And it is supposed to be respected and it's supposed to be adhered to, because it is not me who gives responsibility. It is God. He will use me to appoint you. And because he has told me, go and appoint that man. The appointment, I will make, I don't know what kind of, I will say you are a manager from today. But inside you, God will put the managerial skills. Ataweka ndani. Hizo skills za kufanya hiyo kitu sio mimi nitaweka. Ni Mungu. Mimi yako ni kukuja kutagasa. Niachilie katika ulimwengu wa kiroho. Ndio ianze kufanya kazi. Baraka zinaachiliwa katika ulimwengu wa kiroho. I will speak into to your spiritual realms. Hiyo spiritual realm ifunguke. Ikusikie. Sasa katika ulimwengu wa kiroho kuandikwe, huyu mama atanunua Range Rover. Huyu mama ndio ununue Range Rover. Range Rover is a luxury car. Ndio ununue Range Rover. It means mambo mengine yote utakuwa ishakamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Then you defiled it. Kudefile ni kufanya nini? Kudefile ni kukuja wakati unasegenya, unaongea maovu ya mabaya ya apostle mwenye unamekuja kukaa chini yake. Whatever you are doing is you are defiling the altar. And the moment you defile the altar, vita vyote hupigana kwenye madhabahu. Kila mtu ako na altar yake. Hapa hii altar ndio tunakuja. We came here not because of me, because of the altar which is consecrated. This altar. Wakati nilijenga, hizi ni bao na mkeka tumewekelea juu, lakini ni mabao tu za kawaida. Lakini nilibadilisha ikaacha kukua mbao za kawaida. Nikaita mtumishi wa Mungu Harrison Nganga, akakuja akanena maneno juu ya madhabahu haya. Sasa ikaondoka kwa bao ikakuwa nini? Madhabahu. Kwa hivyo unaponena, unapokejeli, unapofanya jambo lolote ambalo ni kinyume na hii ministry, ni kinyume na hii nyumba, unachokikejeli si mimi, ni madhabahu. Na hii madhabahu iliambiwa, atakaye jaribu kupigana na wewe, pigana na yeye. Iliambiwa, si mlikuwa hapa tukilonji? Si mlisikia maneno hiyo? Madhabahu ni ya kupigana. Madhabahu ni ya kubariki. Na inaambia atakaye kubariki, mubariki. Atakaye kuleta shida, na wewe kuwa shida na yeye. Ndio unaonaga watu ambao wamecheza na madhabahu wanakufaka kiholela holela. Unakuta na holela. Biashara zake zinafugika. Na anakuweka kanisa kutoka Januari mpaka Januari. Ahia nile giradhi yaba.
kana getega sina tabu kiaba no getiumaga ba gituraga ba kumake no gitire kianywa njohi no kinyuagirwo njohi. Ushaifikiria kitu kama hiyo? Wewe unaweza kuwa ni glasi ya ba yenye imewekwa pombe expensive and pombe ambayo si expensive, lakini hijai kunywa hiyo pombe, hijawai. Etorage nyuage ekira gwekero Hennessy ya 7,000 negekero kane ashiringi na rimwe negekero chibuku ya shiringi 50, the same glass. Could you be that glass? Could you be that glass? You have been in church forever, you uko kanisa tu, but you have nothing to show. Umekaa miaka hiyo yote kanisani, lakini we kile uturagia kanuni gaku no mihahe mishene juko usaitani ukakomonita. Yani unaweza kukuja unakaa hapa ati uikarite guko ukira wira wako uikarie nyamuriri ati we ucukagia andu umonitare muhunjia uri ukonina muhunjia. Yani tutari na kiongoto wacogeirwo kiongo kia mbao gikihakwo ndoro iguru gigicoka gikirwo kanyamu karia gaka nduri. That is your work, to come and fight an altar. An altar that you see, it has been fought. Kutoka siku zile nilizaliwa, tangu I was born, it has been fought. And they have not been able. Mimi nikikuonyesha hii, naona hapa hii yote, hii si nyama yangu. Nilijiguswa kwa maziwa na dada yangu, nikachomeka hii nyama nikiwa kama mtoto, ikatolewa. Mama yangu akakatwa nyama hapa, ikawekwa hapa. Wada wejira hicho niki. Hicho ni mudu wa muthemba uri kuragiria kurwa nake. Hii unaona hapa, si unaona hapa nimekatwa hapa. Ni hapa mani hapa. Niangalie vizuri na usifikirie mambo baya. Ni hapa. Hiyo ni risasi. Hapa. Huko kote marisasi. Huko marisasi. Nimewekwa kwa mashini ya kunyogwa, nimevalishwa kabunia dada. Nikawekwa mashini kukuka. Wate ushunu ate utometo ukiorwe na mudu toshi. Usho unaona taarifa takoro kwa mudu. Unaona kama huyo ni mtu mnapigana anakuwa kama mtu. Kama mama yangu aliniuliza kwa wewe ukorogwa uli na ni yeye alinizaa, mama yangu mwenyewe. Ati umekuja kupigana kitu mpaka mama yangu hajui. Mimi nilinyonya siku 3. 3 days only. Nikakataa maziwa ya mama yangu. Na nilimea meno hii. Naona hii. Nilimea na wiki 2. Uta imagine ukoleta kana ka wiki igere kana tumagoto ikarete ugo. Utarudi hiyo boma. Utarudi hiyo boma kweli? Sasa ati wewe ndio umetumwa kuja upigane na mtu kama huyo. Anijoli, ni ukohota. Utaweza? Shiko, utaweza? Utatoboa. Hii tu ni Mungu anajua hii. Anajua hatima yake. Don't waste your time. You are wasting, because there's something, the word that was spoken to me by God himself. Today, unstable. Today, he went up. Then you defiled it. He went up to my coach. Alilalia kitanda ya baba yake. Kulalia kitanda ya baba yako ni nini? Kulalia kitanda ya baba yako ni kutomuheshimu. Kunyima huyu mtumishi ambaye uko chini, kumunyima nafasi yake, kumunyima respect, kumunyima kukaa karibu na yeye, kumtii. Akikwambia hivi unajua si yeye, kuna authority iko ndani. Heshimu hiyo authority. Just that authority. Respect that authority. Because that authority has a sword, a double-edged sword. Itakataga pande hii na itakata pande hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende verse 5 ndio tumalizie hapo. Simeon and Levi are brothers, instruments of cruelty are in their dwelling place. Instrument of cruelty. Simon na nani? Na Levi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa walilaaniwa wakaambiwa milele yenu, milele yote mtaishi kwa vita. Mwotura muruaga mwina marakara, because these people walikatakata baka ng'ombe. Nikukata ng'ombe, waliua watu na wakadhuru baka ng'ombe. Tuendelee 6 tuone kama itashikana hapo. Let not my soul enter their council. Let not my honor be united to their assembly. For in their anger they slew a man. In their self will they hamstring an ox. Waliua mtu. Na ndio nasema mimi kama baba yenu, sikiliza, let not my soul enter their council. Now, yani nafsi yangu nimeikataza isiwe na uhusiano na hawa watoto. That is your father.
Na mimi kutoka leo mimi natakasa hiyo. Wale ambao mmetumwa na mmejua mmetumwa mmekuja kupigana na hii madhabahu, soul yangu isiwahi kupelekana na nyinyi. Hiyo ni laana nimeachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, let not my honor be united to the assembly. Ategeteo gyakwa, my honor, my respect, my appreciation in heavens and on earth isishikane na wao watu. Diwaliambia watoto wake. Ni watoto wamezaa. Sasa wacha nyinyi mmekuja na kwa sababu ya matatizo yenu. Ni muoneshi alili akarera. Au giteo gyakwa. Maguta makwa matakana koroge ikaro kimwe na mwana uyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nitangwa laana. Huyu jamani kuongea naongea, lakini mtaona impact yake. For in their anger they slew a man, and in their self will they hamstring an ox. Yani in their anger they slew what? Nani ametoka kwa hii muherega in the Bible? Nani ametoka kwa hii muherega in the Bible? Anaitwa Musa. Musa ametoa wana wa Israeli from Egypt. Amewaliberate. Wameenda in the wilderness. Wameenda kila mahali. Lakini walipofika Kanaani ndio hile. Musa alipandishwa kwa mlima. Akaambiwa Kanaani ni gani? Ni nini ilifanya Mungu amfanye hivyo? Alikuja na madhani. Akakuja kaagusha chini eti amakasirika. Sasa Mungu akamuuliza, ilikuwa yako? Nikiwe inogoroki. Mama maku. Adwaya ni yako. Mimi nilikupatia watu uongoze. Walikuja wakabadilika wakakuwa wako siku gani? Ndio ukasirike. Hiyo hasira ndio hii ni ya Yakobo. Miaka mingi huko nyuma imekuja kukula mtu. Anaambiwa Kanaani ndio ile, lakini hautafika kwa sababu ya hasira yako. Kwa sababu ya maneno ya nani? Lakini kumbuka Musa tena. Huyu Musa aliona matatizo ya Ruben, familia ya hiyo klani ya Ruben. Aliona matatizo, lakini hakuona matatizo yake. Watu wengi wanaonaga matatizo ya watu, lakini hawajui kuona matatizo yao. Maana huyu Musa aliona matatizo ya Ruben na akasema Ruben nafanya nini? Maana Ruben walikuwa wanakufa. Ruben walikuwa wanaangamia. Ruben walikuwa na matatizo, mambo mengi ambayo yanakukuta. Maana mdomo ulioachiliwa unakuletea madhara katika maisha yako. Unakuletea upungufu katika maisha yako. Unakuletea kuonewa, unakuletea separation, unakuletea limitation, unakuletea stagnation, unakuletea vitu ambavyo haviwezi kuhesabika katika maisha yako. Maneno yaliyonenwa yanakuletea mapungufu makubwa katika maisha yako. Kwa hivyo Ruben wako ni clan, ni familia ama ni muherega ama ni kabila lilikuwa, lakini lilikuwa na matatizo mengi. Wakati Musa alienda kule Ai akawakuta, alitangaza tu kwa sababu alikuwa na authority. Akasema Ruben nafanya nini? Ruben naishi. Hiyo mdomo ya Musa ikasimamisha vita ya Ruben. Maneno yote ile ya baba yao ikakuwa nullified, lakini yake hakuweza kunulify. Ndio utakuta wewe ni mchungaji, wewe ni mtu wako kanisani, unaombea watu wanapona, lakini wewe mwenyewe ni mgonjwa. Wewe ni kanisani, wewe ni praise and worship, unaiba mpaka watu wanabariki, mpaka wanakwambia unanibariki sana. Nikiona wakati umeshika microphone, you really bless my heart. Lakini wewe mwenyewe you are completely sick. Wewe mwenyewe unabariki watu, you are completely sick. Bwana Yesu asifiwe sana. Sama basi unakutanga tuko hapa tunachangamka, unaona venye naongea na ukali. Nikiingia kwa nyumba na kuaga lonely. Utanikuta kwa sitting room nimekujwa, hata utasikia koba mwiko zikipita. Kokorocho zikipita. I'm lonely. Why? I am blessing people but there is something that is hurting me somewhere. So ninahitaji mtu aliye na mafuta akuja aseme Ruben na uishi. Bwana Yesu asifiwe sana. You need that anointing ya kusema na uishi. Bwana Yesu asifiwe sana. 20 verse 7. Cast be their anger. Yani anger. They were not cast. Hawakulaaniwa wenyewe. Lakini kilicholaaniwa ni nini? Their anger. Angalia this anger. Imepelekea Musa alibareta not to lead the people of children of Israel to where they are supposed to be. For it is their fears, their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Asho niyo maana atogia. This ndio wanatusumbua huko Gaza. Hao wanatupigana huko Gaza ni hawa, ni hii familia. Maana the original clans za Israel hakuna, ni huko Kenya. The original clan, the original tribes of Israel wako Kenya na some few wako hapa Ethiopia.
na wengine wameteremka South Africa, na a few they are in Nigeria and Ghana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Wale wengine mnaambia wale ni fake. That is not Israel. Ndio naona wanasumbuana, wanapigana na watu wanajiita wa Palestine, na wa Palestine ndio sasa original. Wale wako Gaza au ni Waisraeli original. Hello. Na ndio naona wakipigana hiyo vita because they were scattered. They were scattered until 1948 ndio wameanza kurudi. But they were scattered. Tuendelee. Juda. Sikiliza sasa baraka. Hizo zingine zote tumesikia ni nini? Ni laana. Judah, you are he whom your brother shall praise. Meaning you Judah, wewe ni mwadhamaki. You are the king over your children, over your siblings, over your family. You are the king. Ameachilia sasa ufalme. Your hand shall be on the neck of your enemies. That any enemy, na ndio unakuta hapa sisi. Sisi ndio tunaitwa nini? We are the Judah. The Kenyans. Watu wengi wa Kenya, makabila mengi wametoka kwenye moherega ya Juda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona their enemy, more especially the Kikuyu, your hand shall be on the neck of your enemy. Your father's children shall bow down before you. So meaning akina Levi, akina Rubeni, akina wengine wote, they shall ever bow before them. So nani ameteuliwa kama mdhamaki hapo? Juda. Ndio alipatiwa manto, akapatiwa ufalme, akapatiwa the kingly anointing, akaambiwa kumo mothe, you are the king. Your brothers and your enemies will be subjected to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Judah is a lion. Well, ndio naona tunajiitanisha na nini? Na the lion of Judah. Because we want to be associated with the blessings of God. Majara Rastafari wanasema lion of Judah. We are all the same. Wewe Mkristo unasema lion of Judah, na huyo Jara Rastafari pia, wow, we were the same. It is from the same lineage. Ni pale ulichokea, ni pale akili zako zilifanya nini? Zilichokea. Lakini barabara ni gani? Ni Mombasa Road. Sasa kama ulishukia Machakos bado ulikuwa kwa Mombasa. Kama ulienda Mazeras bado ni Mombasa. Kama ulifika Makina Road bado ni nini? Na kuna yule alifika Mombasa. So hivyo ndivyo kumaenda. Ndio unaonanga Majara Rastafari wamefika kwa mfalme Haile Selassie. Mfalme Haile Selassie is from the lineage of Menelik, and from Menelik to Solomon, from Solomon to who? David, from David to who? Abraham. In the line, so kama sasa tunajitanga, we are the family of Judah in the line of David. Bwana Yesu sana. Ndio naona hatushidwi, hata mkiingia kwa mlima bado mnashidwa, kwa maana kuna maadui wetu waliambiwa wako kwenye mikono yetu, tutawafinya. Bwana Yesu asifiwe sana. You shall, Judah is a lion of help. From the prey, my son, you shall go up. He bows down, he lies down as a lion. As a lion, who shall arouse him? No, Oshio, okatisha tanake. Tawiyori, no geshida na Mr. Dora waroike. Tatuona ejabo na emodhigari, tatuona emodhigari okay takubisa Dora waroike. Si utafikiria mnabiri. Na unajua Dora waigi anakataga kichwa. Kuna vitu Mungu anakuwekeaga wewe kwako, unafikiria ni kwa nini sasa Mungu amekubali niwekelee hii maneno ikuwe ni yangu. Kumbe hii maneno itakuja kutumika katika barabara yako ya kushika uongozi. Katika barabara yako watu wakisema kama ni huyu hapana, kuna zidi kejidharau. Acha unakuta kabarabara kametengenezeka vizuri, unaenda bila enemies. Ndio unasikia maadui wenu, maadui wako watakuwa chini yako. Kwa nini? Barabara itatengenezeka kwa sababu kwao no ushio. Yani wewe ndio ina haki. Muthi mukaro na ndura. Yani du koteedete. Kumbe ni Mungu alikupaka jina ikine huko kubwa na mbaya. Sasa hata wakati ulikuja si ulifikiria mara mbili? You had to pray. You prayed for 7 days. Kama Mungu utakuja hapa. Mpaka Mungu akatokelezea akakwambia dieko. Wewe uliomba mara ngapi? Ulianza kuona video zangu mwaka gani?
Kitabu sana. Sasa nataka kusema kuna moja nimefanya juzi ikakufanya ukuje. Si ulikuwa unawaza, unafikiria imemchukua mwaka mzima uliagie kuhelelia. Kwani wanuruya na wewe umeomba mara ngapi? Umeomba karibu 21 days, sio? Ukiuliza Mungu kana iyo ni ndungata yaku jareria tu na mugambo agikwariria ukimwira ndinaigwa wega ta jareria ringi agikwariria akiwa ndinaigwa wega jareria ringi. Huyu mama amechallenge Mungu kama mara 6 ndio akuwe na uhakika kana egũthikwo kĩmũndũ kĩu kĩmũragani kana nĩkĩo gĩkuĩte kiugo gĩake. Lakini ukimuuliza nimeua nani, kuna mtu umeambiwa nimeua? Ati mimi najua wewe kwa sababu ulikuwa unasema kuna mtu ulikutana akakwambia mimi niliuliwa na fulani. Ni mohuhu, but it is good for me. It is good. Hiyo tagi siwezi, ndio naanaka nikifanya introduction nasema ngaje, mimi naitwa Dora Waroige, sisemagi apostle. Mimi naitwa Dora Waroige, aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu ya Mugike. Ndio kama ni kuondoka uondoke mapema. Ndio ikale wewe haya. Huyo kale wewe. Hapana, nakufahamisha ndio uondoke nisikupotezea wakati na ndigathukie mihomo yako agiariria muguruki. Todo tiratwarana na gutiri kundu turatwarana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wewe umekauntiwa kama my enemy. Kwa Mungu anafanya kitu. Alimfanya Musa auwe ndio atoke wapi? Kwa familia ya huko ya Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. So these are the things that you need to look at. Tuziangalie. Judah is a lion and as a lion he shall rouse him. Verse 10. The scepter shall not depart from Judah. The scepter ni nini? What's a scepter? Scepter. Wasomi. Quickly. Wale mulienda shule. Hata mjui. Muthegi. Dukauma wake. The scepter shall never depart. Sasa uniite Mugike, bado niko na Muthegi. Uniite pastor, bado niko na Muthegi. Uniite apostle, bado niko na Muthegi. Uniite mimi ni msharati, bado niko na Muthegi. Hata kama ni usharati niko na Muthegi. Ni Muthegi, gutire Muthegi wagu tago. Wagu tamwaki. Muthegi niki? Ni Muthegi. Iwe tura hau we mwega. We ikarete ta dudu yeteire koroga mundu akue na ndugakinya hari ande. Mwathani agoca ndugakinya. Tondu hari kindu kingi, the scepter shall not depart from Judah. No lawgiver from between his feet. Lawgiver. Mtu mwenye haki. Mtu mwenye hata kosa. Yani kihoto gitikamuma. Ni egotura we ewa kihoto. Nikyo ararehe muthamaki wetagwo ki? Wa thayo. Nikyo ararehe muthamaki wake? Wa thayo. Tondu ni ari kihoto thiini wake. Ari kihoto thiini wake. Na tigukuria tiguthondekwa thondeketwo giturite hau. Nikiumire haha. Na nikirathimo from between his feet until Shiloh comes, to him shall be the obedience of the people. Until Shiloh nike? Shiloh ongea na nguvu. House of prayer. The house of prayer. Ginya riri agaka kigokona. Ginya riri agaka agaka kigoko na nikyo kirathi gwako Kenya. Nigo weka atia? Until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Mumiona zile vitu that can hinder you? Sasa kesho siku hiyo nyingine tutaangalia number 2, self curse. Tumesoma generational curse. Tuko na self curse na tuna spiritual curse. On Wednesday we shall deal with self curse. Ndio uone wenye wewe mwenyewe ulijifuka. Wenye wewe ulijimalisia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina tu mikono yako tumshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante kwa mapenzi yako ya ajabu. Keyboard peke yake. Ako hapo keyboard. Somebody with keyboard. Alienda.
Anatakanga tu onekane kwa picha, anakaa pale na anaenda kiendaka. Alafu mnasema mko na mtu hapa. Najua tulikuwa wakora. Tulikuwa wakora kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Tulikuwa waizi kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Tulidanganya kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Shukuru Mungu, shukuru Mungu. Fungua kinywa chako, mshukuru Mungu. Mwambie asante Baba kwa ufunuo ambao nimeupata siku ya leo. Mwambie nimesoma kitabu hiki siku nyingi sana, lakini sijapata ufunuo kama huo. Sijapata jinsi, sijajiona mimi kwa nimekuwa muovu kwa nyumba yako. Mimi nimetumika kama chombo kibaya. Ninapitia ama nitembelea kwenye athari za laana. Oh rima shandololobozeke tete deliborianda. Oh yes. Fungua tu kinywa chako, mwambie God, I need your care. Tell God I need to hear you tonight. Tell God I need to hear your favor. I need to hear your blessing. I need to hear God. I want the blessings that Judah blessed, Jacob blessed Judah with. Baraka ambazo zote aliziachilia kwa Judah, hizo ndizo nazitaka. Cancel maneno ya laana ambayo baba yako, mama yako, wakuu wako wanaweza kuwa waliyanena katika maisha yako. Cancel laana zote ambazo zimekuja kwa kupitia kwa maadui wako. Cancel laana zote ambazo zimekuwa katika maisha yako kupitia kwa watu ambao walikuwa na nia ovu, walikuwa na mipango miovu, walipanga ubaya wangu ati nikaanguke. Cancel them, cancel them, cancel them, cancel them, cancel them. Cancel every curse that is operating in your life. Cancel every curse that is operating in your life. Cancel every curse, may it be generational curse, self curse, whatever the curse it is, the blood curse, the bloodline curse. Cancel them. Vunja laana zote. Vunja laana zote. Vunja laana zote. Teketeza ngome zote za shetani. Teketeza umaskini, teketeza ngome za magonjwa, teketeza laana za kifamilia, teketeza miungu iliyozungumza katika maisha yako. Bomoa wote. Bomoa waliosimama kinyume na wewe. Bomoa maanti waliosimama kinyume na wewe. Bomoa maanko waliosimama kinyume na wewe. Bomoa mama yako alionena maneno machafu. Baba yako alionena maneno machafu. Bomoa kabisa. Sambaratisha mipango ya shetani. Sambaratisha laana zote. Sambaratisha huyo mume wako ambaye ni laana kwako. Sambaratisha huyo mke wako aliyezungumza mambo ya laana juu ya maisha yako. Sambaratisha, vunja hiyo maneno. Cancel hiyo maneno. Cancel hiyo maneno in the mighty name of Jesus Christ. Kumbuka yote laana hata kutoka shule, laana ambazo zilizungumziwa kwako na mwalimu wako, laana zilizozungumziwa na brother yako mkubwa ama dada yako mkubwa, laana ambazo zilinenwa kwako na prefect ama monitor wa class. Break them. Break every generational curse. Break every curse. Break every foundation. Break very authority. Break every foundation. Break every foundation. Break every authority. Break every authority. Break every foundation. Break every foundation. Oh. Maandishi. Kuna yule boyfriend alikuandikia love letter ambayo ilikuwa na laana ndani yake. Cancel hiyo love letter. Cancel hiyo love letter. Break every chain.
communication. Katika ndoto uliona ukilaaniwa, katika ndoto uliona ukiteswa, katika ndoto uliona mambo mabaya, uliona nyoka, ukaona ukianguka kwa mashimo, uliona ukiteseka, uliona ukiangamia. Hiyo katika hiyo ndoto, cancel hizo ndoto zote, cancel ndoto hizo zote, cancel them. Achilia. Unafunguliwa, huduma inafunguliwa, ndoa inafunguliwa. Waliokuwa wamefunga ndoa yako wametoroka sasa. Waliofunga biashara yako wanasambaratika. Waliokuwa wameinuka kinyume na maisha yako ndio hao wanasambaratika katika jina la Yesu Kristo. Moto inawaka. Fire is on you. Fire, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Laana zote zinaporomoka. Laana za wazazi, laana za walimu, laana za kule unafanya biashara, kule unafanya kazi, laana za your boss zinaporomoka, zinasambaratika. Rama shandaruboria rieko tirerebuza yana zinaporomoka in the mighty name of Jesus Christ. Wale mandugu zako walisema, walikuwa wanafikiria utakufa, lakini hautakufa, utaishi. Ruben na aishi. Pokea kuishi, pokea kufanikiwa, pokea kuenewa, pokea. Break every bondage, break every authority against your life, break every authority against your marriage, break every authority against your ministry, against your foundation, break every authority. Waliosema hautafaulu sasa, wacha na waaibike, wacha na wasambaratike, wacha na waanguke katika jina la Yesu Kristo. Break. Vunja laana zote. Vunja zote. Oyeshema unayerere. O baba zayari na shanda ya la mama zerere. Owe otugine wakukai. Jitakase sasa na damu ya Yesu Kristo. Sasa umefunguliwa, uko huru sasa. Uko huru. Sasa uko huru. Sasa uko huru. Jitakase na damu ya Yesu Kristo. Jitakase. Damu ya Yesu. Jitakase na damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Achilia damu ya Yesu Kristo katika maisha yako sasa, katika familia, katika watoto, katika biashara yako. Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Miungu yote inaanguka. Forces za shetani zinaanguka. Uchawi, waganga wote na Illuminati wanaanguka, wanasambaratisha. Takasa. Jitakase katika jina la Yesu Kristo. Takasa na damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Unafunguliwa. Damu ya Yesu. Unafunguliwa. Damu ya Yesu. Ondoeni vitu, damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu. Ashes, ondoa vitu in the mighty name of Jesus Christ. Ondoa vitu mashande ya riboza. Hanta ya riboza. Mashaya. Ekatatarima. Muzira. Amashande ya ketem. Laana zote zinaondoka. Ulilaaniwa,
wamekulani, wamekuchukia. They have put the spirit of stagnation in you. Ninakudisconnect na watu ambao waliingizwa kwa maisha yao kuja kuzuia baraka zako. I disconnect you in the mighty name of Jesus. Receive a special anointing in the mighty name of Jesus Christ. Reba baba shanda ya mama yeketete amazarana, waleteni watu huko oshendererere bobo ayarana mashete yakatatata wote. Bring them closer. Bring the people closer. Bring them closer. Bring them closer. Closer to here. And line up here. Line up here. Line up here. I say line up here. Yes. Wekelea mkono wako hapo. Wachana na yeye.
Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV.